Tarehe 31 mwezi Julai, kuna mwanaume mmoja anakwenda kwa jina la Mohamed Shayhad. Huyu hapo mnayemuona kwenye picha. Bwana huyu alikwenda kituo cha polisi huko Boynton Beach Police Department kwenda kuripoti tukio ambalo lilikuja kushangaza wengi. Tukio hili mpaka leo hii linatatiza wengi kwenye vichwa vyao. Na nilikuwaje mpaka hichi kitu kikatokea? Mwamba huyu bana anayekwenda kwa jina la Mohamed Shayhad aliajiriwa au alikujwa kutafutwa na ex wake. Kutafutwa kwenye swala zima la ex anataka kumuua mume wake. Sasa mtu wa kwanza kumfikiria kichoni kwake alikuwa ni huyu jamaa ambaye alikuwa ni ex wake. Alimtafuta, akamuita, akamuomba, bana mimi natafuta mtu ambaye anaweza kumuua mume wangu. Either ni wewe kama utaweza kumuua mume wangu, au unaweza kumwajiri mtu aje kumuua mume wangu, lakini mume wangu anatakiwa afe. Nadhani wote mtakuwa mnajua ile taarifa ya kwamba unasema divorce, yani kuachana, ni ghali zaidi kuliko hata ndoa yenyewe. Yani nyie mnavoana pale, zile gharama kila kitu haingii ndani hata kidogo kwa ile siku ambayo mtakuja kuachana, yani divorce. Sasa kuachana huaga inakuwa hivi, kama ufahamu, watu huwa wanagawana mali pasu kwa pasu pale mtakapoachana. Sasa huyu dem yeye alikuwa anafanya mchezo huu kutaka kumuua mume wake, ili mume wake anapokufa, kwa sababu yeye ndo mke halali wa huyo jamaa, yeye atarithi mali zote. Kwa kikubwa demo alichokuwa anakitaka ni kwamba anataka mume wake afe ili aweze kurithi zile pesa, yani maokoto, si ndio? Sasa utata unaanzia hapa. Demu au huyo mwanamke yeye alimpa kazi bwana Mohamed bin Shayhad. Huyo jamaa baada ya kupewa hiyo kazi hakuwa na chaguo kubwa sana, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa kwenye mshangao kwamba huyu mwanamke ni mnyama kiasi gani. Yani mume wake ambaye anaishi naye kwa miaka 3 sasa, leo hii anataka amuue kwa ajili ya mali tu. Basi jamaa yeye alitumia busara, unajua, alitumia busara kubwa sana, akaamua kutoka pale na kwenda kuliripoti tukio hili polisi siku hiyo ya tarehe 31 mwezi wa 7. Sasa hapa ndo mtiti ulipoanzia, na hapa ndo mpaka leo hii dunia nzima inashangaa tukio hili, kwamba haikuwa masiara, ilikuwa ni tukio ambalo lilikuja kushangaza wengi sana. Karibu nikusimulie. Kwa kuwa bwana Mohamed yeye alikuwa ameshafika sasa kituo cha polisi kwenda kuelezea mkasa mzima na kuwapa taarifa polisi kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa ni ex wangu, anaitwa Dalia Kayadito. Msichana huyu ambaye aliyefanya mambo haya yote anaitwa Dalia. Mkumbuke hilo jina kwa sababu mbeleni utakuwa namtaja ili muweze kufahamu nini kilijiri, nini kiliendelea. Wazungu wanasema what went down. Sasa bwana Mohamed yeye alienda kituo cha polisi na kutoa ripoti kwamba jamani, kuna msichana au kuna mwanamke anataka kumuua mume wake, na mimi ameniambia nimtafutie muuaji. Wazungu wanaita hitman, wale watu ambao wana hunt mtu, wanamtafuta mpaka wanampata, wanamuua. Sasa ndo jamaa alipewa kazi, yani Mohamed alipewa kazi na Dalia kwamba kamtafute mtu aje kunifanyia ile zoezi la kumuua mume wake. Sasa bwana Mohamed kafika polisi, kashatoa ripoti, kashawaambia mapolisi kwamba wao kuna hiki na hiki na hiki. Mapolisi sasa wakawa wameshtuka na kufanya mchakato mzima ili Dalia asishtuke. Wakaamua kuandaa swala zima la kuonekana kwamba huyu bwana Mohamed yeye ameshampata sasa huyo hitman, huyo jamaa ambaye ndo ataenda kumuulia mume wake. Mume wake na Dalia anaitwa Mike. Mike ndo mtu ambaye anatakiwa kuuliwa. Sasa mapolisi walicheza kama mchezo pamoja na Mohamed kwamba Mohamed wewe rudi kamwambie Dalia kwamba mimi nishampata mtu ambaye atafanya kazi yako vizuri, utakutana naye siku fulani, mawasiliano yake haya hapa. Bila kujua Dalia ya kwamba huyo mtu ambaye alikuwa amekutanishwa naye hakuwa kweli hitman. Mtu huyo alikuwa ni polisi ambaye yuko undercover. Wanaita wale mapolisi ambao haujui kama ni polisi, na Dalia hakuwa na habari kama ni polisi. Alikuwa tunajua ametafutiwa mtu ambaye anakuja kukamilisha zoezi. Basi mapolisi walimchukua jamaa ambaye ni polisi pia kwenda kwenye gari kukutana na Dalia, kuongea, kupanga mchongo mzima, nini kitakuaje, mambo yatafanyeje, na pesa wakapanga. Sasa wakati hayo yote yanaendelea, Dalia hakujua kwa sababu walikuwa wamekubaliana na huyo jamaa ambaye ndo muuaji. Tutampa jina la Kevin. Kevin ndo alikuwa amepangwa kwamba yeye ataenda kumuua huyo Mike. Sasa Kevin kwa vile yeye ni polisi, walikuwa wamepanga kamera kwenye gari ambalo walikuwa wanakutania, ambao Dalia alitoka kwenye gari yake kwenda kuingia kwenye gari la Kevin kwenda kuongea swala zima la mauaji yatakuaje. Sasa Dalia hakujua kwamba kuna kamera mule ndani, wala hakujua kama yule jamaa ni polisi. Yeye alimwandika na muelezea kwamba mume wangu anafanya hiki, kampa ratiba nzima, anaamka asubuhi anafanya hivi, kampa kila kitu ambacho kinahitajika kwenye swala zima la kukamilisha
mauaji yake. Basi jamaa walikubaliana na bei, wakakubaliana kila kitu, wakapanga nini itakuwaje. Na jamaa akamwambia kwamba Dalia kwamba wewe kweli unataka kumuua mume wako ili upate ushahidi. Unajua mapolisi wanataka ushahidi kamili. Sasa alimuuliza kwa mdomo ili amsikie kwamba kweli. Dalia bila kusita, mwanamke huyu alivyokuwa na roho ngumu, alijibu kwamba 500% na uhakika kwamba anataka kumuua mume wangu. Basi jamaa akamwambia alete advance, kampa kiasi cha pesa, akampa mchongo mzima utakapokuwa kwamba mimi siku hiyo wewe utaamka asubuhi, utaenda zako gym. Anamwambia Dalia sasa utaenda gym, ukutamwacha amelala, mimi nitakuja, nitasneak, nitaingia, nitafanya mambo, ukirudi kutoka gym utakuta kila kitu kiko tayari. Basi wakawa wamekubaliana na mambo yote yakawa sawa sawa, akampa na kiasi chake cha fedha cha mwanzoni, mambo yakawa hivyo. Siku hiyo ikaisha hivyo. Sasa imefika siku ya tukio, siku ambayo bwana Kevi anatakiwa kufanya tukio zima la kumuua ndugu Mike, mume wa Dalia. Angalia kitu ambacho kilikwenda kutokea. Dalia kwa vile alikuwa ashapanga mchongo mzima na bwana Kevi kwamba nitaamka asubuhi, mimi nitaenda gym, then wewe hapa utabaki, utaingia huko ndani, jamaa atakuwa amelala, huwa anaamka mida ya saa 5. Kwa ukifika mapema utamkuta amelala, utakamilisha zoezi, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mimi nikirudi kutoka gym, nikirudi huku shughuli imeisha. Na ndio kitu ambacho Dalia alikuwa anakijua kichwani kwake. Kwa alienda gym asubuhi akijua kabisa leo ndo mume wangu anauliwa. Kwa sababu huyu mwanamke alikuwa ni mbaya kiasi fulani. Sasa tunakuja kuona kwamba kwa vile Kevi alikuwa ni polisi kama kawaida, Dalia aliamka asubuhi akaenda gym siku ya tukio. Sasa baada ya kufika gym huku bila kujua sasa Dalia yuko gym, mapolisi walikuwa washajaa nyumbani kwake, wakamwamsha bwana Mike na kumwambia kwamba bana, sikia, mke wako alikuwa anataka kuua hivi na hivi na hivi, kila kitu wakamuonesha, na zile video zote wakamuonesha kwamba hichi ndio issue ambacho alikuwa anataka kufanyia. Mike mwenyewe anashangaa, anaona kwamba hichi ni kitu kipya. Alikuwa anamuona mke wake ni mtu poa tu, ameishi pamoja vizuri, lakini je mwenyewe anashangaa. Basi wakamwambia ndio hivyo, kwa sisi tutakuchukua, tutakuficha mahali, then tutampigia mke wako, tutamwambia kwamba umekufa, ushauliwa, tumekuta mwili wako hapa, na hivyo tutaona jinsi itakavyokuwa. Basi Mike kweli alichukuliwa, akafichwa, akaweka sehemu salama, kila kitu kikaa sawa. Basi wakampigia simu kwamba hello, naongea na Dalia. Akasema ndio yuko gym. Sasa sema sisi hapa ni mapolisi, tupo nyumbani kwako, tumekuta mume wako ameuliwa, hatujui nini kimetokea, kwa unaweza kufika nyumbani haraka. Dalia na uigizaji wake wote alitoka gym mbio, kafika pale, anakuta mapolisi wamejaa. Yeye kichoni kwake anajua tukio lishatendeka kwa sababu amepigwa simu na mapolisi kwamba nyumbani kwako kuna mauaji yametokea, na alikuwa anajua kwamba mauaji yatatokea. Kwa hiyo kichoni kwake anaona kila kitu kimeshafanya kazi, lakini sasa inabidi pretend kwa watu ili asionekane kwamba mbona hana huzuni. Kafika nyumbani, huzuni umemtanda, anajidai analia, mapolisi wanambembeleza, pole kwa kupoteza make mume wako, tumekuta amechomwa na kisu, unajua mtu yote ambaye labda atakuwa ana ugomvi naye labda. Dalia analia tu, hana cha kusema. Vitu vimejaa hapo, mapolisi ni wengi, watu wameshajaa, kamera ni nyingi, wanapiga picha. Anaona mwili unachukuliwa, unaingizwa kwenye gari la ambulance, gari linaondoka, anachukuliwa yeye na akaambiwa kwamba tunakupeleka kituo cha polisi kwa mahojiano baadhi ili tuweze kujua labda kusaidia kwenye upelelezi. Hana habari kinachoendelea, hajui chochote. Yeye anachojua ni kwamba mume wake kashakufa. Basi maokoto yako njiani anakuja, bila kutambua kwamba kifungo ndo kipo njiani kinakuja. Basi kufika hapo kituo cha polisi, kawekwa kwenye chumba, wamemfungia na kamera bado zilikuwepo, wanarekodiwa. Uzuri tukio lote hili walikuwa wanalirekodi tokea siku ya kwanza bwana Mohamed alivyopeleka taarifa tu. Basi tokea siku ya kwanza kamera zilikuwa zinarekodi kila kitu. Kwa kila kitu kilikuwa kwenye video. Hakuna ambacho walikuwa wanaweza kukataa. Basi wakamwambia kwamba tuache masiara, tuache kuigiza. Wewe ndio umejaribu kumuua mume wako. Anashangaa. Anasema what? Mimi sijamuua mume wangu. Unajua amekasirika sasa kwamba mume wangu kafa na uchungu na maumivu, bado nyinyi ndio mnanishtumu mimi kumuua mume wangu. Akawa amebadilika, amekuwa mbogo na ana hasira na bado anajidai na uchungu, bila kujua kwamba mapolisi wanamzoom tu kwamba wewe itafika point utakubali tu mwenyewe. Basi baada ya kumwambia hivyo, akawa anakataa kabisa, kasirika kabisa. Hapo ndipo kwenye hicho chumba cha mahojiano ambacho walikuwemo, akafungua mlango, akaingia bwana Kevi, yule mama ambaye alimwajiri kwenye swala zima la kukamilisha zoezi na nini. Dalia uso wake ulijawa na ushangazi kidogo. Alishangaa kwamba huyu jamaa anafanya nini hapa. Wakamwambia kwamba Dalia, huyu unamwona hapo ni polisi wetu, alikuwa undercover kwenye issue yako nzima, na yeye ana kila kitu ambacho ulikuwa unamwambia, pesa ambayo alipokea, picha maana siku walikuwa wanakutana alimpa picha kwamba huyu ndo mume wangu na vitu kama hivyo. Kila kitu, ushahidi wote tunao kwamba wewe ndo umehusika 100% kwenye swala zima la kumuassassin mume wako.
Wakati huo bado amekaa na shangaa, amepigwa na butwa, mume wake akaingia na kumwangalia. Pozi limemuisha, hajui nini cha kufanya. Anamuona mtu ambaye alimwajiri kumuua mume wake, anamuona na mume wake kasimama pembeni. Hapo hapo akaja na bwana Mohamed, yule ex wake ambaye alimpa kazi mwanzoni kabisa. Naye akatokea pale. Basi Dalia akawa yupo kwenye, unajua mtu upo kwenye mshangao ambao haukutegemea hata kidogo, sababu vitu vyote hivyo hakuwa na habari hata kidogo. Basi akawa amekamatwa pale na vitu vyote vikao vinafuata taratibu. Manake taratibu zilibidi zifuate kwa sababu ushahidi ndio upo, lakini kwenda mahakamani na vitu vingine vyote vilifuata. Dalia ilifika point akafungwa. Msichana huyu anaitwa Dalia Kayadito, na hiyo ndo story yake ya jinsi alivyotaka kumuua mume wake kwa sababu ya mali. Na ni story ambayo ilishangaza kidogo kwa sababu ilianza kwake, akamtupia ex wake naye alikuwa snitch kwa namna moja ama nyingine, au alifanya kitu kizuri kijamii. Jamaa alifanya kitu poa sana. Alienda akamsemea kwa mapolisi wakalivalia njuga, wakaingia mzigoni, investigate kitu ya kutosha, wakamkamata na ushahidi wote ukawa umetimia. Hiyo ndo story nzima ya bwana bibie, maana sio bwana tena, bibie Dalia Kayadito ambaye alijaribu kumuua mume wake lakini hakufanikiwa. Usisahau kunifollow kwa story nyingi kama hizi. Mimi nafanya hivi kila siku. Kwa wewe cha kufanya ni kunifollow tu kuweza kupata ma story kila siku. Mimi naitwa Max Mondi, ni follow. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, inaenda kwa jina la Max Stories, na ma story kibao. Ni follow tu, yote hivi tutakuwa unaviona kwenye simu yako. Asante na kwaheri kwa sasa.